Hodi. Karibu tu. Sina shida na karibu yako. Mume wako yupo? Naomba nitie. Mume wangu. Karibu baba mwenye nyumba. Sina shida na karibu yako, nilichofuata ni kodi yangu tu. Sawa, najua unanidai kodi, lakini nilikuwa naomba univumilie hata wiki moja tu. Wiki moja kiaje? Mchana huu wewe unakuwa umelala wewe. Yaani kazi kutafuta watoto, pesa zenyewe hamna. Nataka kodi yangu. Miezi 6 sasa. Nataka kodi yangu. Naondoka, nikirudi jioni nafuata kodi yangu. Hivi haya maisha mpaka lini? Mungu. Mbona mimi unioni? Jamani. Wanaopata kina nani? Mume wangu. Naam. Kulikoni? Hapa baba mwenye nyumba alikuja. Anadai kwamba anatupa masaa 24 tu. Tusipompelekea kodi yake, hapa inatakiwa tuondoke. Kwa kweli mume wangu, mimi haya maisha nimechoka. Nimechoka kabisa. Tena nimechoka. Kwa sababu wewe mwanaume gani usifanye hata kazi? Muda wote ni kulala tu ndani. Hao wanaume wenzangu kwa wamelala, hata hizo nyumba angezipata. Mimi nimechoka haya maisha, nimechoka. Unajua nimechoka? Ila mke wangu, unaweza kuwa unalaumu vitu ambavyo wewe hujui. Yaani, waga siendi kutafuta mke wangu. Eti kutafuta. Kwa utafutaji upi ulionao wewe? Kwani mpaka unataka au mpaka nije na benki la hela hapa ndio ujue kabisa kwamba mimi ndo nimepambana kule. Bwana tunapozalilishwa. Mimi nimechoka, sitaki. Yaani hapa, siwaone utakachoniambia nikuelewe. Sitaki. Nimechoka babangu. Unajua nimechoka? Sitaki. Wewe bwana ukianzaga kuongea bwana kutwa. Bebe bwana. Ongea. Wewe. Nakwambia nini? Wewe ngolani. Nakwambia kanikute. Ngolani. Nakwambia kalale huko utanikuta. Hodi mama Mjengo. Unisikia au nikuchoka au? Hapana, karibu. Hapa kwema wewe. Kwema, karibu tukae. Nikakaa basi kimani. Ngoja nichukue ndoo. Twende bwana mpaka jishikilia wewe. Ngoja nichukue ndoo. Changamka maji ya shida. Shoga yangu. Changamka basi uache. Yaani shoga yangu wewe acha tu. Maana huyu mwanaume mimi ananipasua kichwa, yani sieleza. Kila siku akuangaisha wewe. Shoga yangu, hebu naomba tuachane na hayo. Hodi. Na dada mwenyewe ndo hayo. Sijui kaenda wapi. Mungu atamsaidia. Asante dada. Wapi tena wakati ndio ushafika nyumbani? Hapa nilikuwa nakuja kwako. Tushashika mje tukae tumzike kwanza. Ndio muona mgonjwa. Na rafiki yetu mmoja huko anaumwa nini kwa hiyo? Yaani sidhani kama. Mimi nakwambia siku zote kuolewa hakuna maana yoyote, kuolewa hakuna nini. Aisee. Wewe unioni mimi? Nimeolewa. Basi vipi ninavyoishi? Nafurahi na ninipa na kula bata kila saa leo unayopata yani naipata. Sasa wewe, Hapa nimekuja nilikuwa na mazungumzo na wewe kidogo. Mazungumzo gani tena kaka? Sasa mimi ni waache kidogo. Mbona mjana anatukimbia? Anaai. Tukae bana. Hamna naai, nizungumzeni. Bana karibu. Haya bana. Dada, mimi nina changamoto kidogo. Changamoto gani? Changamoto moja. Dada, kama hata una 20,000 tu naomba nisaidie nikapunguze deni la kodi. Kangu ni 15,000 tu. Labda nikupatie hapo utaenda kuongezea. Ukinisaidia hata hiyo itatosha dada yangu.
Hii hapa. Dada barikiwe sana. Kama mimi nakupenda. Wifi yangu ajabu. Mzima? Mbona haja hata kunisalimia? Si unajua sasa hivi majukumu mengi. Sasa au unamtilia. Wala. Sasa dada, mambo yasiyo mengi. Bana karibu. Yaani hapo umeniokoa ni kwaje? Bana karibu kaangu. Hata hivyo umenikuta jiko sijawasha. Usijali. Niondoka nimekula. Wala usijali, wewe endelea kupika pika. Bana. Haya. Salimia wifi yangu. Haya, asante. Leo unayopata hela naipata. Sasa wewe. Shoga yangu lakini. Hayo maneno yako yameanza kuniingia hivi. Kuingia wapi? Kwani mwanaume ananiita? Mwacha. Hapa nilipo kwanza nyumbani sielewi nenda kula nini. Hapo anambia mimi nifikirie. Wewe unafikiria. Wewe uko tayari hata sasa hivi. Basi siniangushe. Hata maisha kuolewa. Watu wanaoana kwa sababu ya mali zao, hawajali utu, ugumu wa maisha, shida na fikra zao. Kwa saizi si bado inabidi yule bwana kumwacha taratibu. Sio kwamba atajua mimi badili yangu nayo kupa sasa. Yaani tunafanya kimya. Yaani hapo tunamchanganya ikiwezekana kama twende. Kwa kweli hapo ndo penyewe sasa. Unajuaje? Yaani ni kumtuliza mpaka chini ya mvunguko. Yaani kama kuna mganga miaka sasa hivi shoga. Datina. Mambo vipi? Niambie, naomba ukupendeza. Mna kawaida maisha magumu. Safari yako mwenyewe. Nani pale kijiweni kwetu pale? Shoga yangu huyo. Umesikia? Jamani. Sasa shoga yangu. Naomba mimi niwaache, naona mna mazungumzo. Hamna shida, tuongea baadaye. Haya poa. Na bila dada. Wakusema ninao. Datina, sasa hivi pale kijiweni tukuone, utuletee uji vipi? Mamangu tu hajakaa sawa, yaani muda sio mrefu tutaniona pale kijiweni. Datina unajikatia tamaa tu. Watu tumeshamisi uji bwana. Tuletee. Tamaa wapi, usijali, vitu vingi tunavijua. Au sio? Si wazi bwana. Nakukubali. Datina. Kuna huyu nani shoga yako nimeona. Vipi? Mita gani? Huyu alikuwa hapa hivi. Unajua mambo yetu. Poa, si unanijua? Nakubali. Hapa ipo fresh. Kwa kama vipi maelekezo? Au sio? Sasa fanya kitu kimoja. Fanya mazingira mwanangu, mimi nishatokea kumuelewa kimya. Yaani sio kufanya mazingira yapo, yaani hapa nahitaji changu kwanza cha pembe. Kwani unijui? Kukumbusha. Mimi mwanangu, yani kama utafanya fresh, mimi nakuzingatia. Basi hamna shida. Jitahidi mwanangu, yani unajua mwanangu, mtoto kikaa shida nini? Wewe fanya tu mazingira. Sasa umesikia? Mimi nakuacha na amani ili kwamba ufanye mazingira. Si unajua? 1, 2. Haikutoshi. Haikutoshi. Sasa umesikia? Yule binti mpange. Kama utampanga mwanangu mimi hapa binti. Unajua? Jamani, sasa ngapi? Sasa 11 sasa hivi. Yaani naenda kuchua ndoo, nakupigia simu sasa hivi. Nakukubali. Sasa mimi ngoja nifike kijiweni mwana. Bwangani mwaisha na shosti huyo. Pesa. Yaani mwanamke atakubali. Mwaka huu namsambisha mpaka basi. Shemeji yupo? Hayupo. Haya ndo mambo sasa. Kabla ya kwanza. Wewe tabia ya pili. Shoga yangu na wewe sikiliza. Sasa hapa yako moja na kukushika kwanza. Jamani. Asante Mungu. Yaani nina muda mrefu kushika 10,000 mimi. Hivi ni 10,000 au?
Mungu wangu jamani. Hivi ni yenyewe au unaonaje? Hebu angalia. Mimi nilikuambia kila kitu ni mimi. Mipango yote imetiki. Upo. Kwanza hivi vyombo inabidi kwanza nishikishe. Nipe wangu huyu. Vijana vya buku mwisho, kila kitu mwisho. Sasa tunasikiza mpango. Mimi bado kutana yule Samboy. Yule alikuwa na boda boda. Sio boda boda ya kwake. Upo. Ndio. Sasa sikiliza hiyo 10,000. Yaani 10,000. Sikiliza sasa. Hiyo 10,000 sasa. Yaani hapo ni kukuta tu uende, ana shida na wewe. Cha msingi. Bwana si hayupo. Ondoka, kazi ya kuoga, kuvaa kwangu. Na ukifika kule mtoto sio mdogo. Yaani kuniita tu 10,000. Dada. 10,000 upo. Yaani kasema hivi, kama unalewa leo utalewa, kushiba utashiba. Shoga yangu sasa huyu mwanaume atakuja kuviosha hivi vyombo mwenyewe. Sababu nikimwambia kuhusu kazi hataki kuelewa. Mimi nimechoka jamani. Jamani Mungu huyu. Nachelewa mbele ya 10,000 kabisa hii. Hata siwezi kuiacha. Wai bana, wai nafunga mlango alika nakuja kufunga. Hebu niambie kwanza. Baby. Wangu. Janet. Kwa mimi nikitoka na yeye anatoka. Sawa. Mchongo ndio hapa kitu kiko fresh. Au sio? Sasa ndio datina nimefurahi sana. Mimi mwanangu sijai kupoa. Sijai kupoa datina. Sasa ngoja mimi kuzingatia hii hapa. Au sio? Hapa sasa. Wewe bana sasa. Mimi nishakuleta maji hapa mbapi ndogo. Tuko na damu. Jamani. Sasa shemeji. Asante, uko poa? Kama kawaida wengine. Vipi dadangu, ushatumia chakula? Chakula ndio. Labda upatie kinywaji. Waiter. 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 Leo. Kama msikilize dada. Chochote kile unataka. Nipatie sandwich. Shemeji, samahani bwana. Kwa siku leo unaona na mke wangu? Leo naye kabisa. Mpaka sasa hivi hajarudi nyumbani. Ndio, amenifikishia na ndio Tusonge mbele sana. Lakini nafikiri kwamba aliyokuelezea siku ile za kuomesha tuliaje labda. Alinielezea mimi niko tayari. Wow, kweli? Ndio, kweli. Siamini mwenyewe. Kwa hajafika hata kwako? Sasa atakuwa ameenda wapi? Sijui, nimekwambia tu labda mwenda kwao. Shemeji, mimi papa nimechoka. Umegombana? Tugombane wapi shemeji? Nakumpenda mimi mke wangu. Nigombane naye kweli? Si hata dunia itanishangaa. Sina majibu. Sawa shemeji. Mimi najaribu kuangalia kidogo. Haya, poa. Shemeji.
nikwambie kitu. Katika vitu ambavyo nilikuwa natamani sana. Nilikuwa natamani sana kwa ukaribu. Basi usijali. Sawa, nimefanya kitu. Sasa ngoja nikuulize kitu. Ndio, uko na mume? Mume wangu ndio kama kazi yote haieleweki. Hapa sasa hapa. Hii changamoto. Anyway, tutarudi tu. Mimi kwa majina naitwa Fabiani na ni kiongozi wa hii movie ambayo umekuwa ukiitazama. Sasa inatubidi kuweza kuahirisha hii movie mpaka pindi wasanii watakapojipanga, maana kumetokea mgogoro ambao usifahamu. Wasanii kukutana hapa na pale, mwanamke kutoka kaondoka jana. Stop kuendelea kushuti hii movie. Ndugu mtazamaji, mpaka hapo ulipoweza kuangalia, tukutakie siku nyingine kama Wanahipole, watoto wa hapa vijana wa hapa wakikaa wakakubaliana kumaliza bifu lao pamoja na migogoro ambayo imekuwa ikijitokeza ya hapa na pale. Nadhani movie itaendelea kuruka pindi migogoro itakapoisha. Usichoke kutuvumilia, ndio mambo yaliyojiri. Mwenyewe sina budi, kama wasanii wenyewe unawabeba wanashinda kubebeka, kwa kuna muda inabidi hata ile kama mwenyewe unachoka, unakaa unatulia. Ni mambo mengi sana ambayo tunayapitia, sema basi tu pia mambo mengi sana ni kazi ngumu. Kwa hivyo sasa utafanyeje? Lengo ni kuinua sanaa ya hapa Ipole, lakini kuna baadhi tu ya wasanii wanachanganya kwa kuona mambo yanakuwa sio vizuri. Basi mimi nikutakie jioni njema, asante.